hata 5 kwa 5. Amen. Sawa sawa. Amen. Sawa sawa. Sawa. Sawa sawa. Sawa. Soma andiko sasa. Tushimame. Samueli wa kwanza 17:26. Samueli wa kwanza sura ya 17 na mstari wa 26. mstari wa 26. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 26. Maandiko yanasema hivi. Yes. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu, akasema hivi, je, atafanyiwaje yeye atakayemuua Mfilisti huyu na kuwaondolea Israeli. Pastor mesha kunisamee baba. Pale ndio kuko vitunguu vya soda. Kuna kuwaondolea Israeli nini? Aibu hii. Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nini hata awatukane majeshi ya Mungu aliye hai. Nao watu wakajibu vivyo hivyo, wakasema ndivyo atakavyofanyiwa mtu yule atakaye Amen. Tuseme amen. Amen. Pana vitu vichache tu kwa madakika machache sana bavyo nimetaka niongee. Mu maisha yako penda watu 5. Ukikutana wale watu 5 wapende sana. Mtu wa kwanza, penda mtu mwenye anakutakiaka wewe kucheka. Penda huyo sana. Kama kuko mtu anakutakiaka ucheke kicheko, uwe na raha, penda hayo. Mbona useme amen? Amen. Pende mtu mwenye anakutakiaka ni kucheka. Anaweza taka anytime uwe vizuri. Moyo wako uchangamke. Kama unapata huyo mtu, umpende sana. Kitu ya pili, penda mtu mwenye anakupenda wakati wowote wa maisha yako. Ukiwa unaweza anakupenda, ukiwa unashindwa anakupenda. Amen. Mtu wa pili ni mtu gani? Anakupenda wakati wote wa maisha yako. Ubagaga ushobwiri akusimbe. Ibagaga wagwa. Sasa unabeba kitu, una uwezo fulani, anakupenda. Mtu wa tatu, penda kila mtu. Penda mtu mwenye anaweza kukuambia ukweli hata kama itakuumiza. Mbona useme amen? Penda ule mtu sana. Kama kuko mtu mwanaweza kuambia kweli hata kama iko mbaya kwa. Amen. Mpende. Nani mwanasikia ile maneno? Amen. Mnasikia? Kampende mtu mwenye anakuambia nini? Kweli. Amen. 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 Penda mtu mwenye kuteteaka mahali ambako haupo. Penda mtu wa namna gani? Anayekutetea mahali ambako haupo. Ukiwa na yeye anaweza kuonesha makosa yako, lakini akiwa na maadui zako anaonesha uzuri wako. Penda ule mtu. Amen. Amen. Baba, ile nafika. Tukiwa pamoja na wewe ninakuonesha makosa. Nikiwa na adui yako
mimi nasema huyo ni mtu mzuri kabisa. Sitaki mtu wa kusema rafiki yangu faida. Tutagombana hapa mpaka kaeleweka. Nikija nakwambia, lakini ile waliongea kama uko nalewa ni kweli. Siwache pombe, Bwana utatuletea magumu. Amen. Wakati iko na maadui zako anakutakasa. Lakini wakati mko na yeye anasema kweli. Amen. Amen. Penda ule mtu. Mbarikiwe sana. Amen. Sawa sawa. Ndio. Makanisa mengi yaliwapoteza watu wa viwango hivyo. Na kama mtu anakuwa kiongozi wa chumba cha maombi, wa kanisa, anabeba karama, anasahau kama hata hivyo bado ni mtu. Na watu wengi wanapenda watu wa kuwapongeza, hawataki wa kuambia makosa yako. Ukimwonesha makosa yako na geuka adui yako, huyo mtu hakuitwa na Mungu. Kila aliyeitwa na Mungu alama ya kwanza anakubali makosa yake. Ndio, na ananyenyekea. Ukishindwa hiyo, hakuna nafasi unayo. Mungu amenibariki mimi, nimefanya masomo ya uongozi. Je fais l'administration, leadership. Sasa kila kiongozi mwenye afahamu chochote hataki wa mshauri. Ukitaka uone kiongozi asiyejua chochote, hapendi wamwambie chochote. Na hataki wamuulize kitu. Yeye hataki wamuulize, maana anataka aonekane kama anajua kila kitu. Mtu wa kiroho anahitaji kuongezewa kila kitu. Mbarikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Tuko pamoja. Amen. Nataka niongeze kitu kwa kuweka maarifa kwako. Ukiona Mungu anakupa karama ya unabii, lakini anakuima kukuletea kuhani karibu yako, Mungu hajakupa chochote. Wewe ni nabii, lakini Mungu hajaleta kuhani karibu yako, hajakupa chochote. Ukiona unabeba huduma ya ukuhani, lakini Mungu hajaleta nabii karibu yako, hakuna kitu Mungu amekupatia.